Zaburi ya 11. Nataka nisome mstari wa kwanza mpaka wa 4 pale. Zaburi ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Bwana linasema hivi: Bwana ndiye niliyemkimbilia. Mbona mnaiambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu? Maana tazama, wasio haki wanapinda uta, wanaitia mishale yao katika upote, ili kuwapiga gizani wanyofu wa moyo. Mstari wa 3, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni, macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu wa pekee, wewe ni Mungu uliyezifanya mbingu na nchi. Katika jina la Yesu, Bwana, tazama nimesimama mbele ya watu wako. Naomba uwepo wako Bwana, naomba nguvu zako Bwana, naomba Mungu ukayabariki maneno haya katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mungu kanitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kusema na nafsi zetu. Bwana, naomba ufungue macho yetu ya rohoni na masikio yetu ya rohoni, tupate kulitendea kazi neno lako. Ni katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai naomba na kushukuru. Amen. Amen. Sasa ujumbe wangu unasema, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Na kiukweli lengo la ujumbe wangu liko hapa. Lengo la ujumbe wangu linasema ukuaji wa Mkristo kiroho. Ukuaji wa Mkristo kiroho hutegemea sana namna anavyoishi katika misingi ya kibibilia. Ukuaji wa Mkristo kiroho unategemea sana namna anavyoishi katika misingi ya kibibilia. Swali hili lenyewe lilitokea wakati ambapo Daudi alikuwa akikabili mazingira magumu. Tunaposema alikuwa akikabili mazingira magumu, yalikuwa ni mazingira ya namna gani? Alikuwa anakabili mazingira magumu wakati ambapo haki, uadilifu na utaratibu wa jamii vilionekana kuwa vimevunjika. Haki, uadilifu na utaratibu wa jamii vilikuwa vimeonekana kuvunjika.
Na hapa ndipo tunaona jibu la Daudi lilikuwa sio la kukata tamaa. Jibu la Daudi halikuwa kukata tamaa, bali jibu la Daudi lilikuwa linaonyesha kumtegemea na kumwangalia Mungu katika mazingira yote. Sasa mimi nilipokuwa naandaa ujumbe huu, nilikuwa nalitazama zaidi kanisa la leo. Nilikuwa silitazami, nilikuwa siangalii mazingira ya wakati ule. Nilikuwa naliangalia kanisa la leo. Kwa nini nasema nilikuwa naliangalia kanisa la leo? Ni kwamba Wakristo wengi leo hawaendelei vizuri. Wakristo wengi hawaendelei vizuri. Ama kwa lugha nyingine, Wakristo wengi leo hawakui kiroho. Hawakui. Na watu wameshafika mahali wanaona ni sawa tu, yaani hivi ni sawa tu, lakini hawaendelei vizuri, ila wanaona ni sawa tu. Hawakui, ila wanaona ni sawa tu. Kanisa haliendelei vizuri, ndugu zangu. Ama kwa lugha nyingine, naomba niongeze lugha nyingine. Kwa nini nasema Wakristo wengi hawaendelei vizuri? Kwa lugha nyingine, Wakristo wengi wamedumaa. Na ukitaka kujua hata wewe kama umedumaa, anza kupiga picha ya kule ulikotoka. Kwa vyovyote, kuna vitu utagundua kwamba kuna vitu ulishaviacha. Kuna vitu ulikuwa unafanyaga wakati ule wa kwanza, ulishaviacha. Kuna mambo ya kiroho ulikuwa unayafanya wakati huo, lakini ulishayaacha. Ndiyo maana yangu ya kusema Wakristo hawaendelei vizuri. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Naomba tukubali kwamba hatuendelei vizuri. Kanisa limedumaa, watu wamedumaa kiroho. Na ukitaka kujua watu wamedumaa kiroho, kuna mambo kama sio mawili, yanaweza kuwa matatu. Kwanza, utakuta walishaanza kujihesabia haki. Yaani mtu anajihesabia haki kwamba na shida gani? Kwani na shida gani? Unaona, wanajihesabia haki, ila kiukweli haendelei vizuri kiroho, hakui. Amefika mahali ameishia hapo, na mwisho wake wa uelewa wa mambo ya kiroho umeishia hapo, ila amefika mahali anajihesabia haki. Huko kunaitwa ni misingi imeharibika. Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Lakini tunapozungumza sasa, tunasema
Jambo la pili ambalo mimi nilikuwa naliona, ukitaka kujua mtu alishachoka kiroho, unakuta kuna maneno haya wanasema, zamani tulikuwa tunafanyaga hivi, zamani ilikuwaga hivi, lakini sio sasa. Ndio maana hata kwenye kauli mbiu yetu ya miaka 13 ya moto wa uamsho kuna mahali ilibidi tubadilishe. Pale naposema pamoja na Bwana, tunasema kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu, sio tutatenda makuu. Maana yake iwe ni sasa. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Najua injili ya leo na ubiri nataka kuchokonoa. Kwa hiyo hii huwa haina ameni nyingi. Hii huwa ina ameni chache. Ingekuwa nazungumza tu barikiwa, pokea, hiyo mambo yangekuwa safi kabisa. Sasa hizi watu hawakai hata kwenye viti, maana najua uwepo wa Mungu upo. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo watu wengi wamebaki na neno enzi zile tulikuwa hivi, tulifanya hivi. Leo hayuko hivyo, hafanyi vile. Anakuambia tulikuwa tunaomba, tulikuwa tunakesha. Leo tangaza mkesha kama utamuona kanisani. Tulikuwa hivi na hivi, tulikuwa tunaombea wagonjwa. Leo mwachie mtu mwenye pepo uone kama hajatoroka. Na unajua zamani sisi kama na mimi nataka kurudi kule, lakini nataka kutoa mfano. Zamani kazi ya kutoa pepo ilikuwa sio ya mchungaji. Yaani zikishatibuliwa tu vijana wanakemea pepo mpaka zitoke, mpaka mtu aondoke kwenda nyumbani amefunguliwa. Hayo ndio alikuwa maisha. Lakini leo pepo zikidondoka hapa, vijana ndio wa kwanza kutoroka kwenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Nataka nisogee mbele kidogo kwenye ujumbe wangu. Sasa hapa nilipokuwa naangalia maandiko haya ambayo nimeyasoma, nilipokuwa nafanya exegesis, nilipokuwa nafanya uchimbuzi, nikaona mambo kama matano kwenye maandiko haya tuliyoyasoma. Nikaona mambo kama matano ambayo sasa mimi nimeweka hivi kwamba mwenye haki atafanya nini misingi ikiharibika. Mwenye haki atafanya nini misingi ikiharibika. Na ndugu zangu, tunapozungumza misingi, hatuongei misingi kama ya nyumba. Tunaongea misingi ya kiroho. Misingi ya kiroho. Mahali ambako watu wanatakiwa kutembelea. Sasa niliona mambo kama matano kwamba mwenye haki atafanya nini misingi ikiharibika. Namba moja, nikasema mwenye haki anatakiwa kumkimbilia Mungu. Anatakiwa kumkimbilia Mungu. Anatakiwa kumkimbilia Mungu. Na hapa mfano mzuri ni Daudi mwenyewe. Daudi anaanza kwa kusema nimemkimbilia Bwana. Hakusema tu eti alikuwa anajua mambo anapambana nayo, ziko vitu anavikabili, lakini anaona hakuna namna yoyote nyingine ni kumkimbilia Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wakati misingi ya kanisa, taifa na hata ya kifamilia inapoyumba, inapotikisika, kimbilio la mwenye haki ni Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kimbilio lako liwe ni Mungu.
mambo yanapokuwa hayako sawa. Yawe ni mambo ya kifamilia, yawe ni mambo ya kitaifa. Leo mnajua dunia inayumba kweli kweli, hali sio nzuri, hali sio shwari, dunia inayumba, mataifa yanayumba, matishio mbalimbali ni mengi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini tunajikuta sisi badala ya kusimama kwenye nafasi yetu kama kanisa, na sisi tunaingia kwenye mikumbo isiyokuwa na maana. Sisi tunahitaji kumkimbilia Mungu. Sisi tunahitaji kumkimbilia Yesu. Mambo yanapokuwa hayako sawa, mambo ya kitaifa yanapokuwa hayako sawa, mambo ya kanisa yanapoonekana yanayumba, mambo ya kifamilia yanapoonekana hayako sawa, sisi tunachohitaji ni kumkimbilia Bwana. Jamani, haleluya! Unajua dunia imeharibika sana. Dunia sasa hivi sio kama ile ilikuwa ya zamani. Unakuta watu wanahamasishana mambo ya hovyo kwenye mitandao. Zamani hakukuwa na hizi simu, kulikuwa hakupo huo ujinga haukuwepo, hakukuwa na hizi simu. Hata zilipoanza kuingia, watu walikuwa wanajuaga kupiga tu na kupokea, labda na kutuma message. Lakini leo zina uchokonozi mwingi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, haleluya. Sasa nilikuwa naangalia kitabu kile cha Mithali sura ya 18 mstari wa 10. Nataka nirejee andiko hili au jambo hili nalolisema. Mithali sura ya 18 mstari ule wa 10, anaongea jambo kubwa sana. Mwandishi wa hii anasema, jina la Bwana ni ngome imara. Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia akawa salama. Lakini Zaburi ile ya 46 mstari wa 1 na yenyewe bado inajibu hoja ile ile. Inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, tena ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mwenye haki, wewe utakiwi kuangalia uharibifu unaoendelea. Wewe unachotakiwa ni kumwangalia Yesu. Wewe unachotakiwa ni kuendelea kuwa mwaminifu kwa Bwana. Unatakiwa uendelee kuwa mwadilifu mbele za Mungu. Jamani, haleluya. Jambo la pili, mwenye haki atafanya nini? Anatakiwa kusimama katika haki. Hilo ni jambo la pili. Na hapa ujue, wengine wanaweza wakamwacha Yesu, wanaweza kumwacha Mungu kwa sababu ya mazingira mabaya au magumu. Bado mwenye haki anaitwa kuendelea kuwa mwaminifu. Bado mwenye haki anaitwa kuendelea kuwa mwaminifu. Wagalatia sura ile ya 6 mstari wa 9.
Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Mtume Paulo kwa Wagalatia anawaambia kwamba tena tusichoke katika kutenda mema. Pale mwisho anatumia neno tusipozimia roho, tutavuna. Manake nini? Anawaambia tusipojikatia tamaa. Lakini Ufunuo 2:10 inaongea kitu hapo. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Anasema uwe mwaminifu hata kufa, maana nitakupa taji ya uzima. Uwe mwaminifu hata kufa, maana nitakupa taji ya uzima. Leo ni watu wangapi ni waaminifu? Ni wangapi? Ndio maana anasema kwamba kanisa leo, kanisa ukuaji wake wa kiroho hauendelei vizuri, kwa sababu watu wengi hawawi waaminifu, sio wenye haki. Jambo la tatu, mwenye haki atafanya nini? Jambo la tatu, anatakiwa kuomba na kumtafuta Mungu. Anatakiwa kuomba na kumtafuta Mungu. Na hapa nilikuwa nasoma kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari ule wa 14. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta mimi uso na kuziacha njia zao mbaya, ndipo mimi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yaani wajibu wa kanisa ndio huo. Kanisa linatakiwa kusimama pale mahali palipobomoka, mazingira magumu yanayoendelea katika nchi hii. Kanisa ndio linatakiwa kusimama na kulitetea taifa kwa njia ya maombi. Kanisa ndio linatakiwa kutubu kwa ajili ya viongozi. Kanisa ndio linatakiwa kutubu kwa ajili ya watu wa nchi ile. Kanisa linatakiwa kutubu kwa sababu mambo ni mengi, uharibifu ni mwingi, mambo hayako vizuri. Kanisa linatakiwa kusimama ili taifa liendelee kuwa salama. Kanisa linatakiwa kusimama ili jamii iendelee kuwa salama. Jamani, haleluya! Mashaka. Jambo la nne, mwenye haki atafanya nini? Jambo la 4, mwenye haki anatakiwa kukumbuka kwamba Mungu bado anatawala. Mwenye haki
anatakiwa kukumbuka kwamba bado Mungu anatawala. Yaani yote, katika yote, mazingira yoyote, tunatakiwa kukumbuka kwamba Mungu bado anatawala. Hatuna sababu ya kukata tamaa, jamani, haleluya. Hatuna sababu ya kujiondoa kwa Mungu. Sisi hatupaswi kujikatia tamaa na kufanya mambo ya kumchukiza Mungu, jamani, haleluya. Na nimesema hivi kwa sababu ukisoma kwenye mazingira ya maandiko ambayo tumeyasoma, unaona kwenye ule mstari wa 4, baada ya Daudi kuuliza swali hili, anasema Bwana yu katika hekalu lake takatifu, kiti cha enzi cha Bwana kiko juu mbinguni. Daudi anasema maneno haya, maana yake nini? Hii inaonyesha kuwa hata misingi ya dunia ikitetereka, kiti cha enzi cha Mungu hakitetereki, jamani, haleluya. Ijapo tetemeka milima, ijapo tetereka dunia, misingi, kiti cha enzi cha Mungu hakitetereki popote. Bado Mungu anabaki kwenye nafasi yake kama Mungu, jamani. Bwana asifiwe. Na jambo la tano, mwenye haki atafanya nini? Atakuwa nuru katikati ya giza. Atakuwa nuru katikati ya giza. Kwa kweli sisi watu wa Mungu ndio tunaotakiwa kufanyika nuru katikati ya giza nene, jamani. Bwana asifiwe sana. Mwenye haki hapaswi kufuata uharibifu wa dunia hii, bali anatakiwa kuwa chumvi na nuru. Bwana asifiwe, jamani, haleluya, jamani, haleluya, jamani, haleluya. Nataka niseme mambo mengine kadhaa ya muhimu sana ya kufanya kwa watu wa Mungu, kwa Wakristo wa leo, kama tunataka tuwe kwenye grafu nzuri ya ukuaji wa kiroho. Haya mambo ni ya muhimu sana ambayo mimi nataka kuyaongea saa hii. Na kama una kalamu na karatasi yako, wewe unaandika, ya muhimu sana. Na najua siwezi kumaliza leo, Jumatano nitaendelea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, haleluya. Tunapozungumza juu ya ukuaji wa Mkristo kiroho, yapo mambo ya msingi sana ambayo tunahitaji kuyatendea kazi. Yako mambo ya msingi sana ambayo tunahitaji kuyatendea kazi. Jambo la kwanza ambalo tunahitaji kulitendea kazi ni kwamba, nimesema jambo la kwanza ni watu kuwa na wokovu wa kweli. Wokovu wa kweli. Unajua, sikilizeni niwaambie. Unajua, unaweza ukasema, mchungaji, unataka kusema nini unaposema wokovu wa kweli? Unataka kutuambia nini? Unataka kusema kitu gani? Sikilizeni niwaambie, kanisa kadri linavyoongezeka kiidadi, kuna watu wako kanisani walijiunga tu, hawakuokoka. Wengine ni wazawa, wengine unakuta alikuwa ni mtoto wa mzee wa kanisa, wengine unakuta alikuwa mtoto wa mchungaji, mwingine tu ametoka tu kule, amesikia kwaya zinavyoimba,
akasema mimi nitasali kwenye hili kanisa. Amekuja kujiunga tu kama dini. Sasa haiko hivyo. Kama tunataka tuwe watu tunaoendelea vizuri kwenye ukuaji wetu wa kiroho, lazima wokovu upewe nafasi ya kwanza. Jamani, haleluya! Nafasi ya kwanza. Maana kuna mtu anajiita ameokoka, lakini hajawahi kutubu, hajawahi kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini naye yupo. Wengine Waswahili wanasema kwenye msafara wa mamba na kenge huwa wapo. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa wewe usiwe sehemu ya wale ambao wanakuja wamejiunga, wanasali, lakini hawajawahi kuokoka. Wewe uwe sehemu ya watu ambao wameamua kuwa watu waliookoka kweli kweli. Jamani, haleluya! Na huu ndio msingi namba moja. Kama tunataka tuendelee vizuri kiroho, huu ni msingi namba moja. Watu waokoke, yaani wewe ujihakikishe kwamba kweli nimeokoka, na kama hujaokoka leo utubu uokoke. Jamani, haleluya! Hilo ndio jambo tu. Unajua, tukiongea kujifunza huwa ni kubadilika. Ndio nilikuwa namwangalia Nikodemo, akamwendea Yesu usiku. Anamuuliza, anamwambia, Rabi, hivi ni mtu gani anaweza kufanya haya unayoyafanya kama hajatoka kwa Mungu? Alafu Yesu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hata uona ufalme wa Mungu. Nikodemo akashtuka, aibo, yaani inawezekanaje mtu akiwa mzee anaweza kurudi tena tumboni mwa mamaye akazaliwa tena mara ya pili? Huyo anaitaga hili unajua, Nikodemo alimuuliza Yesu swali la kipumbavu. Yaani ina maana hata yeye alikuwa anajua kabisa hiyo biolojia ya mtu akiwa mzee kumrudisha kwenye tumbo la mamaye ni jambo zito. Hivi unamkunja kunjaje mpaka arudi tena kwenye tumbo la mamaye? Ni jambo kubwa sana hilo. Yesu akamwambia, Nikodemo, wewe umekuwa mwalimu wa Torati miaka yote, unaijua Torati, mpaka leo hujui jambo hili? Akamwambia, amini nakuambia kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hata uingia ufalme wa mbinguni. Maana yake nini? Anataka kumwambia kwamba kuokoka ni lazima. Jamani, haleluya! Wokovu ndio jambo la kwanza. Kama tunataka tumuone Mungu, kama tunataka tuone uweza wa Bwana, kama tunataka Mungu atushike mkono kwenye maisha yetu na popote tunakopita, wokovu ni jambo la kwanza. Jamani, haleluya! Pigia Yesu makofi. Unajua ndugu zangu, Mungu alivyotuumba, Mungu alituumba katika ukamilifu wake. Tulipokuwa Shinyanga, Mama Robi alikuwa anatukaririsha maandiko. Karirisha maandiko. Usipokuwa mnyenyekevu utamuona kama anawasumbua. Lakini alitukaririsha maandiko, mimi nikapenda. Andiko la kwanza alilokuwa anatukaririsha ilikuwa ni Mwanzo 1:31. Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Akatukaririsha andiko la pili
kwenye Warumi sura ya kwanza mstari wa 21, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali mioyo yao wakapotea katika uovu wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Hapo ndipo tatizo lilipoanzia, ujue. Akatukarisha andiko lingine kutoka kwenye Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Andiko linasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Akatukaririsha andiko la kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23, linasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hayo ni maandiko tulikuwa tunakariri. Baadaye akatukaririsha andiko la Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tukaenda Wakolosai 2:14, Biblia inasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Upo mpaka hapo? Upo mpaka hapo? Yaani hapo ni kariri siku moja tu. Bwana asifiwe. Na hii ni sehemu ya kumjua Mungu, sio kirahisi tu. Kama hujaamua kuchuchumilia, utaona mambo ya kipuuzi haya, lakini mimi niliyapenda. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya. Lakini Biblia inasema vizuri kwenye Warumi sura ya 10, ukisoma ule mstari wa 9 na wa 10, bila shaka inasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako hata kupata haki, Biblia inasema utaokoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, haleluya. Jambo la pili ambalo tunahitaji kulitendea kazi kama kanisa, na muda unakimbia kweli, na mimi natamani nifikishe angalau 4 au 5 hivi. Jambo la pili, tunahitaji ili tuweze kuendelea vizuri kiroho, tunahitaji kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu hivi, ili tuweze kuendelea vizuri. Nimesema jambo la kwanza ni wokovu hivi. Jambo la pili, tunahitaji maisha matakatifu kama kanisa. Tuache ujanja. Jamani, haleluya. Hili ni kanisa la Kipentekoste. Asubuhi nilikuwa naongea hapa nikasema, unajua sasa hivi kuna kwashako imeingia ndani ya kanisa. Kuna tatizo, na tatizo sio dogo, linahitaji kutatuliwa, linahitaji tiba. Jamani, haleluya. Na tiba ndio haya ninayoyasema, kwamba tunahitaji kuishi maisha matakatifu. Jamani, haleluya. Nilikuwa naangalia maandiko mahali pengine kwenye Wakolosai sura ya 3 mstari ule wa 5. Wakolosai, Biblia inasema hivi, ngoja nisome hiyo. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 5, Biblia inasema hivi: basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani
ndio ibada ya sanamu. Vivisheni. Lakini kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa kwanza tu kuna kitu kinasemwa kinachofanana na hapo. Anasema basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote. Mungu anadai maisha matakatifu. Ndio maana nimesema wala hatupaswi kujihesabia haki. Tunachotakiwa ni kutubu. Tunachotakiwa ni kutembea katika njia za Mungu. Tunachotakiwa ni kugeuka, ni kubadilika. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya. Wala hatutakiwi kusubiri mpaka mtu afanye kwamba mtenda. Yaani neno la Bwana ndio unabii namba 1. Jamani, haleluya. Tunapotoa unabii madhabahuni ndio unatakiwa uchukuliwe kwa uzito wake. Jamani, haleluya. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Jambo la tatu nimesema ni kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. Kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. Neno la Mungu usilisome kama vitabu vingine. Neno la Mungu usilisome kama vitabu vya hadithi. Neno la Mungu linajitegemea. Linatakiwa ulisome, utulie, utafakari. Na kupitia neno hilo hilo Mungu anaweza akakusemesha jambo. Jamani, haleluya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu ni la muhimu sana kwa Mkristo anayetaka kuendelea mbele, kwa Mkristo anayetaka kuendelea vizuri, anayetaka grafu yake ya ukuaji iwe inapanda. Neno la Mungu ni la muhimu sana. Wangapi hapa kila siku huwa unapata nafasi ya kusoma Biblia? Kila siku uwe mwaminifu. Unaona 1, 2, 2 tu. Kitoka tu kwenye shughuli zako, nimechoka bwana, hata kuomba unaombea kitandani. Baba, nakushukuru umenilinda mchana kutwa, naomba unilinde tena usiku huu, amen. Unalala. Saa ingine hata kukumbuka ukumbuki. Sasa hapo jamani, tutasema tunaendelea vizuri kweli? Tutasema tunakuwa kweli? Si lazima tukubali udhaifu wetu. Ni vizuri tukubali, Bwana atusaidie kwamba tumedumaa, tumeharibika, kwamba tumeshindwa, hatuendelei vizuri. Ili tuweze kuendelea vizuri, turudi kwenye nafasi yetu. Jamani, Bwana asifiwe. Tunatakiwa kusoma Biblia kila siku. Kila siku iendayo kwa Bwana.
Na ni vizuri wakati mwingine hata kukariri maandiko. Uwe na maandiko angaa 2 matatu ya unapokutana na wajamaa kule, uwe na kitu cha kusema. Sasa huna andiko hata moja. Hata mtu akikutana na wewe akikwambia nani alikudanganya kwamba kuna kunena kwa lugha? Nani alikudanganya hayo? Si unachanganyikiwa tu dakika moja. Huna tarile ambalo Paulo anasema nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Huna tarile analosema Biblia inasema anenaye kwa lugha asemi na watu, bali hunena mambo ya siri na Mungu wake. Huna. Tunaimba kila siku. Jamani, Bwana asifiwe sana. Soma Biblia, jifunze neno la Mungu. Na ndio maana tunawaita Jumatano tuje tujifunze neno la Bwana mahali hapa. Lakini mnapuuzia. Ukiambiwa Jumatano, wewe unasubiriaga Jumapili tu. Jumapili tu. Jumapili hiyo si hata walevi wa pombe kule wanaendaga kanisani Jumapili. Hata walevi wanaenda Jumapili kanisani. Hata machangudoa Jumapili wanavaa vizuri wanaenda kanisani. Sasa ili tujue umeokoka, ili tujue unaendelea vizuri, tukuone hapa Jumatano. Jamani, haleluya. Tukuone kwenye ibada ya Jumatano. Jamani, haleluya. Tuje tujifunze pamoja. Kuna mambo hata leo huyajui. Mimi nilipookoka haya mambo nilifundishwa nilipookoka tu. Sasa nikiuliza hapa, wangapi mlishasoma Biblia yote mwanzo mpaka Ufunuo? Maana mlikuwa unadanganyikaga tulipokuwa kwenye dini zetu kwamba Biblia ni msitu, huwezi kuimaliza. Ukiimaliza unakuwa mwehu. Wangapi hapa mlishasoma yote? Wachache sana. Mimi nilipookoka tu, kitu cha kwanza ilikuwa ni hii. Nikasema mpaka nisome yote. Niliamua kusitisha shughuli zangu zote. Nikasema nisome kwanza neno la Bwana mpaka linikolee, ndio niendelee na mambo mengine. Ndio maana leo mimi nina maandiko mengi. Yaani mimi naweza kuwa natembea huko tu, maandiko yanakuja tu, yanakuja tu. Mimi nikiwa kwenye idara ya vijana kule CS, tulikuwa tukienda, mnafundishwa, mnakariri maandiko, mnafundishwa kuhubiri, mnapewa hata dakika 5, naambiwa simama uhubiri pale. Leo vijana ukiwashindanisha hapa, uwaambie kufungua tu Biblia. Nani atakaye kuwa anawahi kufungua Biblia? Utashangaa. Wengine hata hawajui mtiririko wa vitabu hivi, hawajui mtiririko tu wa hivi vitabu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Ukimwambia tu nitajie tu vile vitabu 5 vya kwanza kwa mtiririko, utashangaa ameshachanganyikiwa mahali. Hapo tutasema tunaendelea vizuri kweli? Naomba mimi nataka niwe nasikia kutoka kwenu. Nataka comment kutoka kwenu kama ambavyo huo mna comment kwenye mitandao ya kijamii. Na hapa nataka comment kwamba hivi kweli hapo tunaendelea vizuri. Mama Jamila, tunaendelea vizuri? Hatuendelei vizuri? Kuna mambo ya kwetu ya Kipentekoste tumeyaacha. Mwambie mtu njoo tujifunze neno Jumatano, hana mpango. Nenda kasome kitabu cha Matendo ya Mitume chote, hana mpango. Na leo nataka niwape assignment ya kwenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume chote, kila mtu akasome. Jumatano tutakuja tuje tujadili pamoja. Jamani, Bwana asifiwe.
Jamani, haleluya! Kuna vitabu vingine ni vifupi mno. Mwambie mtu nenda kasome hata Waefeso, basi usome yote. Anaenda tu anatupia Biblia, basi kwisha habari yake, anaendelea na majukumu yake. Kumbe ile angesoma ile tu ingemtoa mahali fulani, ingemfungua namna fulani. Neno la Mungu huwa nawaambiaga kila siku, neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena lina uwezo wa kuzigawanya nafsi na roho, maji na mafuta, tena lina uwezo wa kuyatambua mpaka mawazo ya mwanadamu. Neno la Mungu. Hata anapohubiri kuna mtu mwingine anaona hivi, mchungaji, nani amemwambia mambo yangu? Nani amemwelezea? Maana anafikiri kwamba anasema kwa habari zake. Kumbe ni neno la Bwana tu limekuja. Mimi mtumwa wake, Bwana amenipa tu ujumbe kwamba nenda kahubiri haya. Bwana asifiwe sana. Jambo la ngapi? La 4 eti. Haya. Kuwa watu wa maombi. Maombi. Jana nilikuwa naongea na katibu wa kanisa, nikamwambia atangaze maombi kuanzia kesho ya siku 14. Sasa tuna tatizo kubwa mno kwenye swala la maombi. Kila mtu ana udhuru. Kila mtu kwenye kuomba, kila mtu ana kisingizio. Kila mtu. Ngoja, maombi yatatangazwa leo. Kesho tukija hapa tunaulizana wangapi wamefunga, utashangaa wanaonyosha mikono waliofunga hawafiki hata 10. Tukiwaita kwenye maombi ya mkesha, yani mtu anajihurumia tu. Mtu wakati Mungu amemtia nguvu, amefanya kazi zake mchana kutwa, unamwambia mkesha ajitoe siku 1 tu au 2 tu kwa mwezi za mkesha wa kanisa. Mtu analala tu, anakoroma tu, yani hivyo. Alafu tunasema tunaendelea vizuri. Ijumaa ya wiki nafikiri ile nyingine, mimi nilikuwa hapa kwenye mkesha, watu hawapo. Tuliomba hapa mpaka karibu saa 8:30 saa 9 kasoro. Nikafunga mkesha, nikawaambia watu waende. Lakini mkesha tukifunga hata kama ni saa 8, wewe ambaye unakaa mbali si unaendelea tu mpaka saa 11. Siku nyingine kuna mtu alikuwa ananiambia, nilipomwambia tulimaliza mkesha saa 8:30, anasema labda wanaogopa kuja kwa sababu wakija mkifunga ibada mapema labda wanashindwa kwenda. Sasa unashindwa kwenda hapa, kwani huko porini? Sikizeni niwaambie, tunapotangaza maombi, tukifanya kwa umoja, tunamshambulia shetani kwa pamoja. Jamani, haleluya! Tunampiga shetani kwa pamoja. Shetani hawezi kutusogelea kama kanisa. Shetani hawezi kukusogelea hata wewe. Jamani, haleluya! Tunapokuja kwenye mikesha, shetani anaogopa mikesha kuliko unavyofikiria. Tunapokuja mikesha, ile mikesha inatusaidia kupiga hatua zaidi. Biblia inasema kwenye Isaya 55 kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Hata kuna watu wana matatizo kibao, lakini bado anakoroma usingizi nyumbani. Ana mambo kibao, bado anakoroma usingizi nyumbani. Nataka nikuambie, mkesha mmoja tu unaweza ukakuzalishia mambo makubwa mno. Mkesha mmoja tu, ukija hapo ukakesha mkesha mmoja tu, unaweza ukakuzalishia vitu vingi. Maana Mungu anaangalia kujitoa kwako.
Mungu unajua jamani, kuomba hata pale kwenye kitanda chako sio shida, sio shida. Unaweza ukaombea pale pale kitandani, lakini wewe unayeombea kitandani hutafanana na yule anayeombea akiwa amepiga magoti chini ya kitanda, hautafanana naye. Lakini na wewe unayeombea hapo uliyepiga magoti chini ya kitanda hautafanana na yule anayeombea sebuleni, hautafanana naye. Wa sebuleni maana yake amechukua hatua zaidi, lakini na wewe unayeombea sebuleni hautafanana na yule anayeombea ameenda kanisani, ametoa yani ni kama mtu aliyejitoa zaidi. Huwezi kufanana naye, hamwezi kuwa sawa. Ukisoma Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 12 ndio utaelewa ninachokisema. Na muda wangu umeshanikimbia, natamani nimalizie hapa. Luka sura ya 6 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Akakesha usiku kucha. Na huyu sio ilikuwa mtu wa kawaida, ni Yesu ambaye alikuwa ni Mungu 100%. Biblia inasema akaenda mlimani akaomba usiku kucha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ndugu zangu, sikizeni niwaambie, mimi sitaki kukuwekea usanii kwamba pokea. Hapa ningekuwa nasema tu pokea hapa, saa hizi vitu vingekuwa havikaliki. Na uwezo huo tunao, tunaweza tu kufanya hayo mambo ya usanii, lakini tunataka tukufundishe kweli za Mungu ili uzifanyie kazi. Ukizifanyia kazi, wewe unakuwa mtu mwingine kabisa, hauwi wa kawaida, bila kujali unakotoka, bila kujali familia unayotoka, bila kujali hata kama umezaliwa na mchawi. Mimi nataka nikwambie, wewe ukizama kwenye haya hautakuwa mtu wa kawaida. Jamani, haleluya! Vinginevyo utavunjiwa laana mpaka utashangaa. Kila mahali ukienda unaambiwa una laana ya mababu, kila mahali ukienda unaambiwa una laana ya mabibi, kila mahali ukienda una laana ya nini? Nunua maji ya upako, nunua sijui vitu gani, nunua sijui acha kabisa. Imani za uongo bwana, alafu zina impact kubwa sana. Zinavuta watu mno, zinavuta mpaka wasomi. Yaani watu na elimu zao wanavutwa na imani za uongo. Hawataki kwenye kutocha, hawataki mahali ambako wanatakiwa wazunguke waende kwenye njia sahihi, hawataki. Wanataka tu nunua maji, weka nyumbani, ukiona hivi nyunyiza maji nyumba yote. Jamani, si ni uganga huo? Tofauti gani sasa na kule kwa na kule kwa kina Mwana Malundi? Kuna tofauti gani sasa? Si ni wale wale tu? Si bora turudi kwa kina Mwana Malundi sasa? Tunatafuta nini huku? Kama naambiwa nikachukue sijui maudongo, nifanye sijui nini, nichukue sijui maji, sijui niende kumwaga sijui wapi. Yaani mimi kazi yangu mimi nianze kuhangaika kumwaga maji, wakati ninalo jina la Yesu, kwamba kwa jina la Yesu shetani toka, ili mpaka nimwage maji. Biblia hapa imeshatuambia kwamba jina la Yesu ni ngome imara, kila aliyelikimbilia alibaki salama. Bila maombi utafilisika kiroho sana. Tukitangaza maombi, ni vizuri kanisa zima tushikamane, ni vizuri wote tushikamane.
Na mimi nina matarajio makubwa sana. Maombi, tunatangaza maombi leo yanayoanza kesho ya masaa 12 tu. Wewe hata kama unapendaga kula mamihogo, we kusanya tu, weka nyumbani. Jioni tukimaliza maombi, menya kula, si ndio? Nani anakukataza? Adventina, hamna mtu anayekukataza kula, Lifunge tumbo, liambie tumbo nyamaza, mimi sitaki mambo yako. Na wakati wa maombi huwa kuna majaribu mengi, ndio wakati ambapo ofa huwa zinaongezeka, ofa za vyakula, ndio wakati wake. Utashangaa hapa, huyu anakuambia si twende tukale nini, wewe anakuambia si twende tukale pizza, huyu anakuambia si nini. Sasa hayo yote wewe yakatae, mwambie Bwana, mimi mwenzako, naomba uniache, niko kwenye mapumziko. Tushikamane ndugu zangu, tumtafute Mungu ili tuweze kuendelea vizuri. Hatuko vizuri, tumebakisha maneno tu na ujanja mwingi tu. Jambo la mwisho nimalize, jambo la mwisho kwa leo niseme angalau matano. Jumatano nitakuja kuendeleza pale nitakapokuwa nimeishia. Jambo la 5 nimesema tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya watakatifu. Tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya watakatifu. Bwana asifiwe sana, watu wa Mungu. Waebrania sura ya 10 mstari ule wa 25 inasema vizuri. Waebrania sura ya 10 mstari ule wa 25, neno la Bwana linasema hivi: wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Sasa haya sio maneno ya mchungaji Msengi, haya ni maneno yameandikwa kwenye Biblia. Tatizo kubwa sana ambalo mimi naliona hatuendelei vizuri ni pamoja na watu kuacha mpango huu wa kukusanyika pamoja. Watu hawaji ibadani, mtu anasubiri Jumapili. Na ndugu zangu, nimetoka kusema kwamba Wapentekoste, ibada zetu zinazotutambulisha kwamba kweli tuko hai ni ibada za katikati ya wiki. Hii ibada ya Jumapili haiwezi kutoa taswira kamili, haiwezi kutoa taswira sahihi kwamba kweli wewe bado umeokoka au umeshafarakana na Yesu. Kinachotuonyesha kwamba wewe umefarakana na Yesu ni pale unapoacha ibada za katikati ya wiki. Tunaanza kupata mashaka, tunaanza kupata wasiwasi kwamba mwenzetu huyu bado yuko hai kweli au alishakufa. Sasa wewe ndio utakuwa unajipima kwamba hivi mimi niko hai au siko hai, ninaendelea vizuri au siendelei vizuri na wokovu. Kwa nini? Ibada kama za Jumatano ndio ibada zinazokuja kufanya mafundisho ya Biblia, ndio tunajifunza Biblia, na hapo ndio mahali una nafasi ya kuuliza maswali, una nafasi ya kuuliza hata swali ambalo pengine haliko kwenye mada ya siku hiyo. Kuna mambo yanakutatiza, hiyo siku ndio nafasi yake. Tunakuja tunajifunza.
Kwa nini tuzidiwe na Waislamu? Wenzetu wana juhudi mno kwenye mambo ya ibada. Nenda kwenye duka la Muislamu sasa hivi inafika saa 7 kamili. Nenda kama utakwenda kununua kitu. Atakwambia naenda msikitini. Atakwambia naenda kutawadha msikitini. Si kama nimepatia au sijapatia. Bahati mbaya mimi sijatoka huko, kwa hiyo jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Lakini najua wanatumia neno hili, naenda kuswali, si ndio? Uwezi, yaani ndugu zangu, mimi nashangaa, sijui tatizo liko wapi. Nashangaa sisi watu wetu, inafika saa 10 ameachia tu duka liko wazi, hata kusema ngoja nirudishe. Leo nilikuwa namwambia mama bebi asubuhi, nikamwambia uanze kufunga duka saa ya ibada pale, huwa unafunga watu wasikae. Usiachie hata mtu kwamba kwani yule unamwachia pasi kwa ibadani, si naye anatakiwa awepo ibadani. Funga ibada, funga duka, alafu ndio hapo unaanza kuona Mungu. Unajua Mungu hayuko hivi ule muda wa ibada, wala hutaona wateja, hutawaona, utashangaa tu wala hawapo. Ni wewe tu unahangaika, unasema labda atafika, labda atafika, labda atafika. Kumbe ungeenda ibadani, ungekuja ibadani, ungetoka tu ibadani, unafungua tu na mteja anaingia. Tuko pamoja? Jamani, tuko pamoja? Una kazi mahali, hakikisha hata kama ni bosi wako, hakikisha unamshawishi, unamwambia naomba Jumatano niende ibadani. Nikimaliza tuna mimi huwa niko makini sana na muda, labda niwe sipo, lakini huwa niko makini na muda. Mimi ikifika saa 12 nataka watu waondoke kwenda nyumbani, otherwise Roho Mtakatifu awe ameingilia kati. Sasa hayo huwa tunamwachia Roho Mtakatifu, lakini yale tuliyojiwekea tunatakiwa tufuate ilivyo. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, haleluya, haleluya. Wangapi mnanielewa mpaka hapo? Wangapi sasa mmeanza kuelewa kwamba hatuendelei vizuri? Asante sana. Asante sana. Lakini sasa mimi niwaambie, turudi kwenye nafasi yetu. Ijumaa ni siku ya maombi. TAG nchi nzima Ijumaa huwa ni maombi ya kufunga na kuomba. Na hivi vitu vilinisaidia sana mimi nikiwa mchanga. Vilinisaidia sana. Mimi Ijumaa nilikuwa singoji kuambiwa. Nilikuwa sisubiri nisikie tangazo. Mimi najua Ijumaa ni ya TAG. Ni siku ya maombi. Labda niwe nina shida nyingine inayonizuia nisifunge siku hiyo. Na zamani unajua siku hizi tumeshapunguza kwa sababu tusijajua ni wapi, lakini watu mkesha ni kila Ijumaa. Unatakiwa mkesha kila Ijumaa, na ni mkesha wa kanisa zima. Nimeanza kuona watu wanafanya mikesha, mwingine mara moja tu kwa mwezi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Usiache kukusanyika. Njoeni tukusanyike pamoja kwenye ibada. Tukiwa kama hivi Jumatano, unaonaje? Tukiwa kama hivi Jumatano, tukiwa kama hivi Jumatano, si ni raha sana? Tukiwa kama hivi Ijumaa, si ni raha sana? Unashangaa watu ni Jumatano wako bize na mambo yao, wako bize na shughuli zao.
Mungu. Jamani, Bwana atusaidie. Jamani, haleluya. Naomba tusimame nimalize. Praise team. Naomba tuje tumwabudu Mungu kwa dakika kama 2 tu. Na wakati praise team wanamwabudu Mungu, najua kila mtu amenielewa na ana kitu chake anachokiona. Kwa kweli hapa mimi siko sawa. Natamani wale ambao kiukweli unasema mchungaji, mimi nimekuja tu kusali lakini sijaokoka, ila kwa kuwa nimeelewa leo nataka kutubu niokoke, utakuwa unakuja mbele.